yanakuja kwenye maisha yako huwa yanafunua hata vile ambavyo wewe hukumuomba, lakini Mungu alitaka akupe ili kukusaidia. Una vitu ambavyo unahitaji kwenye maisha yako ili vikusaidie, lakini kibinadamu ni kwamba Mungu akikupa wewe ukivipata kwa akili yako vikusaidie, lakini akikupa Mungu vinakusaidia. Na ndio maana siku utakapoanza kusikiliza hisia zako na ukaanza kumsikiliza Mungu, ndio siku utakapoanza kuona vitu vyako vinaenda. Mungu hakupi tu kwa sababu kitu umeomba. Mungu anakupa je, anajua katika hili mapenzi yangu yatatimizwa. Juzi kuna video moja nilirekodi nikasema hivi, kwenye safari yako wakihusika watu sana hutaweza kumwona Mungu. Kwenye safari ya maisha yako wakihusika watu sana, kuna namna utashindwa kumwona Mungu. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu siku ukija kufika pale unapotaka kufika, unajua ni kitu gani kinatokea? Watu hawatamtaja Mungu. Watataja marafiki zako. Watasema marafiki ndio sababu waliofanya ile jamaa amekuwa pale. Lakini safari ya maisha yako kuna wakati Mungu anaruhusu watu wakukatae. Kuna wakati Mungu anaruhusu watu wakukimbie. Si kwamba Mungu ananiambaye na wewe, no. Anachofanya pale ana protect utukufu wake, analinda utukufu wake. Ili siku ukija kufanikiwa, watu cha kwanza watachokitaja hawatataja marafiki zako. Watasema yule amefika pale kwa sababu Mungu amemwinua. Si kama kuna mtu anaelewa hapa. So sometimes Mungu kwenye kulinda utukufu wake inamjaribu kuondoa tawazi ya watu kwenye maisha yako. Si kwamba ananiambaye na wewe, no. Anajua hawa watu wakibaki kuna namna watachukua utukufu na unakaribia kwenye hatima yako. Anataka ukifika mtu anasema jamani hana hao watu wa kumbeba. Ni nani? Wakija kusachi kwenye maisha yako hawakuti. Afu wanakuja kusema unajua kitu gani nimegundua? Tuambie mwenzetu tumegundua nini? Ni Mungu. Amina. Yes. Haleluya. Haleluya. Ni ngumu wakati mwingine kushuhudia Mungu haruhusu mazingira kama haya yatokee. Halo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mfano kama tuongee tu kweli. Kama ningekuwa ndo naendesha gari mimi afu ni mbobezi kwenye masuala ya magari. Yaani masuala ya mbio za magari. Si wote mngesema hapa Prophet kwa sababu ameshashinda mashindano ya magari zaidi ya 5 6 ni mzoefu. Haleluya. Amen. Mtoto wa watu mimi jamani leseni yangu ndogo. Gari yenyewe nimejifunzia tu kidogo kidogo mtaani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sina ujuzi wote, ninajua tu kutoka hapa na kwenda kule ninapokwenda basi. Unakuja kugundua kwa wakati ule kilichoniogoa haikuwa knowledge yangu. Hivi unajua kuna wakati mwingine kuna baadhi ya vitu ukiapply hata uzoefu wako vinagoma. Yaani uzoefu ule unao kwenye jambo fulani ukiapply kwenye hilo tatizo, uzoefu wenyewe unakukataa. Unataka Mungu atokee ili hilo jambo utukufu uongoke. Amina. Sio kama unaelewa vizuri. Na ndio maana kuna wakati mwingine hata madaktari wenyewe wameshakuwa mashuhuda. Wameshaingiza uzoefu wao wa kidaktari, wa experience yao kwenye kazi lakini vitu viligoma. Lakini pale walipomuita Mungu na mpendo Mungu kwa sababu anapendaga kitu kimoja. Anatokeaga mahali ambapo wengine wameshindwa alafu yeye anataka aje ajitukuze. Amina. Na ndio maana kwenye maisha yako kuna vitu umekuwa shahidi. Kuna vitu kibinadamu vilishashindikana. Na hata ushauri wa kibinadamu uliokuwa unapokea kutoka kwa ndugu, walikuwa wanakuambia ni jambo achana nalo. Yaani imeshafika mwisho, haiwezekani tena. Lakini siku ulipoisikia sauti ya Mungu ikikwambia kwamba tunayaweza mambo yote katika yeye atujaye nguvu, ndio ulipopata nguvu mpya kuendelea kupambana. Lakini singekuwa hivyo maana tafsiri nyingine adui angekushinda kwenye hilo jambo. Haleluya. Haleluya. Hata kama ilipoonekana ni ngumu kiasi gani, lakini amini kwamba unayaweza, sio kwa ajili yako, kwa yeye atujaye nguvu. Halo. Amen. Halo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Usimwona wakati mwingine mtu yuko kimya, ukamdharau kama ni mjinga. Mpendo, haujajua wakati wake Mungu amemwandalia ni wakati wa namna gani. Usio kumcheka mtu kwa sababu leo hana pesa, ukamtukana ukamziaki. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Hii mbingu ina desturi moja ya kuwa surprise watu. Kuna siku wakati wake utakusurprise. Huyo leo mzalao kamtuka ni meneja kwenye kampuni fulani na kuelewa kazi. Hata kwa kuchukulia poa watu. Mbingu inasuiza watu. Mbingu inajua huyu mtu anakuja kufanikiwa nini. Na ndio maana leo mimi hata nikimkuta mtu leo hana kitu chochote, I say simzazi kumdharau. Kwa nini? Kwa sababu usijajua mbingu imeandaa nini kwa ajili yake. Kuna wakati mwingine mbingu inaandaa vitu vikubwa juu ya maisha yetu. Hivi unaelewa hilo? Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mbingu ikutetee kwenye maisha yako. Amen. Haleluya. Amen.
Na wakati mwingine Mungu anakuja anakutokea kwenye mazingira ambayo wewe kwenye maisha yako hujawahi kuzania kama Mungu anaweza kanitokea hapa. Mungu ni harisi na huwa anatokea kweli kama ukiamini tu. Haleluya. Haleluya. Mimi kitu kimoja ninachokiomba, Mungu akutokea kwenye wakati wako. Ambao akishatokea kwenye wakati wako, haziwishi watu wengine kwamba mimi Mungu nimemtokea mtu fulani. Aidha kwamba inawezekana. Unajua majira haya ambayo sasa hivi yanaonekana kibinadamu, unaweza kuonekana kama huna. Lakini kuna majira ambayo Mungu amekuandalia. Kila mmoja anayekufahamu atamtaja huyu Yesu. Ndicho Mungu anachotaka. Kwa sababu anajua wanadamu wanachokiangalia ni wakati. Unajua sisi kinachotufanya tuangalie wakati nini? Ni hizi namba tulizozileta hapa ulimwenguni. Unapozungumza namba tunazungumza miaka. Si ndio eh? Haleluya. Na ndio maana kuna mtu mwingine anakuambia, "Yaani una miaka 30 bado hujaolewa." Halo? Amen. Hapa mimi nazizi. Halo? Amen. Nini? Kwa sababu sisi tunaamini kwamba kwenye kufanikiwa kupo katika namba. Lakini Mungu alijaribu kuonyesha kwamba Sara anaweza kupokea mtoto akiwa mzee. Yaani yeye kwenye swala la kumbariki mtu angalie namba. Amina. Yaani kama bado unaangalia namba katika kupima maendeleo na mafanikio kwenye maisha yako, haujamachua kwenye mambo ya kiroho. Amina. I'm telling you. Amen. Yaani kama unaamini kwamba mimi kufanikiwa ninaanza kwenye miaka 30, 35, mpaka 40, panakuwa na nyumba. Halo? Amen. Mimi naongea ukweli. Amen. Kuna watu wametoboa wakiwa na miaka 20. Amen. Na wanaishi maisha ya kitajiri ambayo wewe hujawahi kuishi. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Iko hivi. Neema inapokuwa juu ya maisha yako, ina kawaida hii moja, ina kawaida ya kudanganya muda. Ina kawaida ya kucheat time. Yaani vitu vilivyotakiwa uvipokee wewe ukiwa na miaka 40, unaanza kuvipokea ukiwa na miaka 20. Sio kwa sababu ya upendeleo, no, neema. Neema ina kawaida ya kumheshimisha mtu kabla ya wakati wake. Neema ina kawaida ya kurahisha vitu kuja kwako kabla ya wakati wake. Yaani wakati wa kibinadamu unasema ili wewe uolewe lazima uwe na miaka 30. Wakati wa mbingu na neema inasema utaolewa ukiwa na miaka 20. Yaani kuna namna ina cheat time, inadanganya muda. Unatakiwa uwe na gorofa na magari ukiwa kama wanasema wanapigia kwa wakati wa kibinadamu ni miaka 40 na kuendelea. Haleluya. Haleluya. Unakuwa na gorofa na magari ukiwa na miaka 20 na. Halo? Halo? Ndio nakutana mtu anakuambia mtoto mdogo mwenye pesa nyingi. Sio hivyo. Yale najaribu kuonyesha nimefanikiwa kabla ya wakati wa kibinadamu. Hivi unajua hiyo kitu? Maana sisi wakati wetu wa kufanikiwa kibinadamu tumeshaupimia kwa miaka kadhaa. Siku moja nilimwambia Mungu, mimi sihitaji nifike katika wakati huo wa kibinadamu. Nataka neema yako inibebe, inishikishe kabla ya wakati wa kibinadamu. Haleluya. Haleluya. Watu wengi wanasema, mmoja juzi anambia, namuuliza vipi? Ushapata kazi? Wewe bado. Kwani hujui miaka ya kupata kazi? Umeshaolewa bado? Kwani hujui miaka ya kuolewa? Yaani tunaanzaga pale kwenye 27 rani pale. Kwa hiyo miaka haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Inawezekana kupata kitu kabla ya wakati wa kibinadamu. Amina. Trust me, kwenye baada hiyo kuna namna Mungu anaachilia hiyo neema. Amina. Ukitoka mahali hapa kuna vitu vitakiwa ukipate mwezi wa 6 utaanza kuvipata mwezi huu. Mungu anasema wewe ndio unaweza kuambia. Neema inawaisha mambo ambayo yalitakiwa